kama wewe. Pokea utukufu na heshima Yesu, katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. Kiroho na wachungaji wengine walioko chini yake kwa kunipa neema ya kusimama mbele yenu asubuhi ya leo. Bwana asifiwe. Pia nikushukuru wewe uliyefika kwenye ibada hii. Jipigie makofi kwa sababu umekuwa mtiifu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Leo jumbe wetu tutazungumza kuhusu ni kitu gani ulichokifanya kitakachokupa ushindi wakati wa jaribu lako. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu gani ulichokifanya kitakachokupa ushindi wakati wa jaribu lako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atukuze. Nawapenda. Okay. Naomba mchungaji unisome katika kitabu cha Matendo ya Mitume 9:36 kuendelea mpaka 41. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Matendo ya Mitume 9:36 nasema, na mwanafunzi mmoja alikuwako Yafa, jina lake Tabitha, tafsiri yake Dorcas, yaani paa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaungua akafa. Hata walipokwisha kumuosha wakamweka orofani, na kwa kuwa mji wa Lydia ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika walimpeleka juu ya orofa wajane wote, wakisimama karibu naye wakilia na kumuonesha zile kanzu na nguo alizoshona Dorcasi wakati alipokuwa pamoja nao. Petro akawatoa nje, akapiga magoti, akaomba, akisha akaelekea ule maiti akanena, Tabitha, ondoka. Naye akavumbua macho yake. Alipomwona Petro akajiinua akaketi. Akampa mkono akamuinua. Hata akisha kuwaita wale watakatifu na wajane, akamweka mbele yao hali yu hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu hiki cha Petro, kitabu hiki cha Matendo ya Mitume, tunaona mwanafunzi huyu ambaye alikuwa anaitwa Tabitha. Bwana Yesu asifiwe. Au jina jingine Dorcas. Mtu huyu alikuwa ni mwanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. Na katika wanafunzi wake ama katika wakati wake wa kuhudumu, kuna mambo ambayo alikuwa akiyatenda. Bwana Yesu asifiwe. Na katika kutenda mambo yale, tunaona kwamba hapo baadaye anakuja anaugua. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kuugua, inampelekea ugonjwa ule unampelekea mpaka yeye kupata umauti. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kupata mauti, yeye hawezi kusema. Bwana Yesu asifiwe. Wala hakuwa anaweza kuzungumza. Bwana atukuzwe. So kile kitu ambacho kilimrudisha Tabitha ama Dorcas ni matendo yale ambayo aliyatenda. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana ukajiuliza, kwani ninapaswa kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwani ninapaswa kufanya nini ndio ni wakati huo utakapokuja niko tayari? Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanafunzi tunaona yeye alikuwa ni mwanafunzi, na wale ambao walienda kumtafuta Yesu hawakutumwa, walijipeleka wenyewe kwa sababu ya matendo mazuri ambayo aliyafanyia. Bwana Yesu asifiwe. So kulingana na yale matendo alifanya, yalimsimamia wakati wa jaribu lake, akapata uzima tena baada ya wale ambao waliowatendea wema kwenda kumuombea msaada kwa Petro. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atukuzwe. So
kama ingalikuwa hakufanya kuwatendea wema wale ambao waliwatendea, manake habari hii leo tusingekuwa nayo hapa kwa Biblia. Bwana Yesu asifiwe. So kanisa la leo linatuonyesha mfano gani? Watu wengi tupo kanisani tunatafuta matakwa yetu sisi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tumesahau kwamba kuna vitu ambavyo tunapaswa kuvifanya ambavyo wakati mgumu utakapokuja vitatusaidia sisi kusimama tena. Bwana Yesu asifiwe. Tunaishia kutafuta vitu ambavyo vina faida kwa sasa, lakini tunasahau kwamba tunapaswa kufanya vitu ambavyo vitatuletea faida hata kama ni wakati ujao, si lazima sasa tu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wengi tumejiekeza sana sasa hivi kwenye mambo yetu, tumesahau kwamba kuna watu wanatuhitaji pia, wanatuhitaji sisi tufanye vitu kwao ambavyo sisi tutakapofanya, tukisha kuvifanya, yawezekana tusipate chochote kwa sasa hivi, yawezekana usilipwe chochote kwa sasa hivi, lakini baadaye kile ulichokifanya kikakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atukuzwe. So watu wengi leo wameweka matumaini yao kwa vitu vyao na matokeo ya vitu vyao kwa sasa. Hawataki kutambua kwamba baadaye kuna uhitaji. Naweza nikawa na uhitaji, anafahamu habari ya sasa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atukuzwe. So mwanafunzi huyu aliwashonea watu mavazi ya kuvaa ambao hawakuwa na mavazi, ambao ni wajane, watu ambao walikuwa wana uhitaji. Yeye aligaramika, alijitoa kuwasaidia wale watu. That wise, pindi jaribu lake lilipokuja likampelekea mpaka umauti, anapata nafasi nyingine ya kurudi kuwa hai kwa sababu ya mambo ambayo tayari alikusha kuyatenda. Bwana Yesu asifiwe. So sisi huwa hatuangalii mbele, huwa tunaangalia tu hapa usoni kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo kanisa limefikia leo. Tunatenda vile ambavyo vina faida kwetu kwa sasa. Tunasahau kwamba kuna wakati pia tutahitaji msaada, na msaada tutaukosa kwa sababu hakuna chochote ambacho tumekifanya kinaweza kutupa msaada kwa wakati huo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtumishi mmoja anaitwa Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Najua hata mtoto wa Sunday school anamjua. Bwana Yesu asifiwe. Before awe mfalme, kulikuwa na mfalme alikuwa anaitwa Suleiman. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya mfalme Suleiman kuipinga sauti ya Sauli. Baada ya Sauli kuipinga sauti ya Mungu, tunaona kwamba Mungu alimpiga. Bwana Yesu asifiwe. Na akaangusha ufalme wake, akamuinua Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Katika nyumba ya Sauli kulikuwa na mtoto mmoja alikuwa anaitwa Nathaniel. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kulingana na Sauli alikuwa amekasirika na kitendo cha mtoto mdogo kuwa mkuu kuliko yeye. Yaani alitaka kumtendea mabaya Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Naye kulikuwa na mtoto naye alikuwa anaitwa Nathan. Baada ya Nathan kuona baba yake anataka kumwangamiza Daudi, alikuwa anachukua habari zake, anamwambia, kimbia, nenda kujificha sehemu fulani, baba yangu anaiwinda roho yako. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana Nathaniel alikuwa hajui kile ambacho anakifanya kwa wakati ule. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana hakuwa na uelewa wowote kwa kusema vile, lakini mbeleni ilikuja kuleta matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana hakuwa na nia yoyote ya kupokea chochote, lakini kile ambacho alikifanya kilileta matokeo baadaye. Angalia, baada ya watu wote wakwao kuangamia, Daudi ni mfalme. Anakuja anauliza, ni nani aliyebakia kwenye nyumba ya Nathan ama Sauli nikapate kumtendea wema? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na uzuri kulikuwako na mtu mmoja ambaye huko hajiwezi, alikuwa anahitaji msaada wa mtu. Bwana Yesu asifiwe. So kile ambacho Nathan alikifanya ndio kilikija kumsaidia yule ambaye alikuwa hajiwezi. Bwana Yesu asifiwe. So sisi huwa tunaangalia tu faida ya sasa. Hatujui kuwa kuna kesho. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaki kufahamu kwamba kesho tuna uhitaji, tunataka kupokea kitu kutoka kwa Mungu. No. Tunaangalia tu sasa hivi.
kina faida gani hivi? Nikinunua speaker itanisaidia nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sikia nikwambie, kama umepewa kazi ya kununua vyombo, nunua. Bwana Yesu asifiwe. Kama unasikia roho inakwambia saidia mtu fulani, msaidie. Kama umefili kuna mtu amekuja anahitaji kitu kwako, msaidie. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana ikawa haina faida yoyote kwako, yawezekana isiwe na majibu yoyote kwako kwa wakati huo uliotenda, lakini siku moja itakusaidia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama si wewe, itasaidia mtu wa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Wokovu si jina tu. Wokovu unatembea kwenye mistari. Tenda yale ambayo yanafaa kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Usitake tu kupokea angali wewe mwenyewe hutaki kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye anapokea ni mtu yule ambaye ametoa. Bwana Yesu asifiwe. Huyu aligharimu, alichukua time yake, akakalia cherehani, akashonea watu mavazi ambao hawakuwa na uwezo wa kununua. Bwana Yesu asifiwe. Ambao hakuwa na uwezo, hakuwa na fedha ya kununua yale mavazi, yeye akawapatia bure. Baada ya kuwapatia bure, tunaona majibu yanakuja yanajitokeza baadaye sana, yakiwa yamechelewa, lakini inawezekana kwa wakati huo ilikuwa sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani yawezekana wewe unaona majibu yamechelewa, lakini kwa wakati huo yalikuwa sahihi. Pengine angekuja ule wakati ambao alihitaji yeye, yasingemsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi leo wameangamia kwa sababu ya kutafuta vitu ambavyo vina faida kwao kwa wakati huo. Hatumtafuti Mungu kwa sababu tunataka leo tu aonekane. Hapana, na baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Tunamtafuta Mungu kwa lengo la sasa na wakati ujao. Ndio maana yeye anasema yeye yupo na atazidi kuwepo. Na tena yeye ni mwanzo na ni mwisho. So unavomtafuta, mtafute ukijua na mtafuta asiyechoka kutafutwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tunaelewana? Tunaelewana. Kanisa la leo linateseka kwa sababu ya wao wenyewe kutokufikiria ama kutokuona mbele. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana mimi nikaona labda leo tuko na mkutano, kwa sababu mkutano huo hauna faida kwangu na niko na kazi ambayo inanipa fedha, nikaachana na ule mkutano nikaenda nikafuata fedha. Kwa sababu gani? Kile ambacho nimekikimbilia kinanipa faida mimi kwa sasa hivi, na kile nilichokiacha hakina faida kwa wakati huo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa kile ambacho kimekupa faida kwa wakati huo hakitaweza kukusaidia wakati ujao. Hicho ndio kitu ambacho tunakisahau sisi wa Kristo. Tunakimbilia vitu ambavyo vinatoa faida sasa, lakini tunasahau kwamba kesho pia tunauhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Angalia mtumishi wa Mungu anaitwa Hezekia. Ukisoma kitabu cha Isaya I think 38 mstari wa kwanza hapo kuendelea, mstari wa kwanza mpaka wa 5 hapo, unaona kwamba mtumishi wa Mungu anatumiwa nabii, anaambiwa tengeneza mambo ya nyumba yako, utakufa. Bwana Yesu asifiwe. Tengeneza mambo ya nyumba yako, ugonjwa ulionao hautapona, utakufa. Bwana asifiwe. Jamaa kwa sababu alijua mimi ni mtu right, mimi ni mtu ambaye nimetenda haki siku zote, haku complain kumwambia nabii kwa nini amekwambia hivyo. Yeye alienda kwa aliyemtuma akamwambia kwamba Bwana, wewe umesema kwamba nikikutumikia utanipa uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nife? Nitakufa wakati ambao unafaa. Kwa nini sasa hivi nife wakati wangu bado? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Ana kitu ambacho alikifanya tayari wakati wa jaribu, ndo kinamsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Tatizo wewe unalala asubuhi mpaka jioni, alafu wakati wa matatizo unataka Mungu afanye kwako. How? Kwa njia ipi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ukiambiwa njoo kanisani, wewe ndo sijisikii. Bwana Yesu asifiwe. Ukiambiwa nenda maombi, sina uhitaji sasa hivi, nitakuja kwenda, acha nitaenda kesho. Kesho na umeambiwa leo kuna maombi. Bwana Yesu asifiwe.
Kile ambacho unakipanda, kile ambacho unakitengeneza ndicho kitakachokupa ushindi kwenye jaribu lako. Bwana asifiwe. Kile ambacho unakitenda kwa sasa hivi ndio kinakupa majibu wakati wa jaribu lako. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu ambaye ametendewa kitu kama hajafanya kitu. Chunguza. Bwana Yesu asifiwe. Hata wale Yesu ambao aliwaponya walifanya kitu. Kama hawakufanya kitu, unaweza niambia alifanya nini? Angalia kipofu. Kipofu anakuja analalamika huko kwa barabara, analia, anakimbia. Hiyo ni gharama alitoa. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana kwamba yeye kwake haikuwa kitu cha muhimu, lakini Yesu anamuuliza, unataka nikufanyie nini? Lengo la kumuuliza Yesu kwamba unataka nikufanyie nini, hakuwa anataka tu amjibu. No, alikuwa anataka atengeneze kile kilichokuwa ndani yake, kitamke, kitende. Bwana Yesu asifiwe. Kifanye kile ambacho yeye anakiamini, ndio akipokee kwenye macho ya kawaida. So alitumia nguvu yake yeye kumponya, si yake. Bwana Yesu asifiwe. So kama hujafanya kitu, lazima utafute kitu ambacho utakifanya, ambapo Mungu wakati ambapo utakuwa kwenye tatizo, Mungu atakitumia wewe kukuponya ama kukutoa kwenye hilo tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Unajua bana, unaweza usielewe. Mimi nakumbuka hata wakati ambao tulikuwepo duniani, kuna historia tulikuwa nayo. Kuna vitu ambavyo tulikuwa tunavifanya. Kuna matendo ambayo tulikuwa tunayatenda. Bwana Yesu asifiwe. Kama mimi nakumbuka nikiwa hii miaka ya utoto 15, 14 kurudi huko, nilikuwa mwizi na nilikuwa kwenye ule ufalme mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake kwenye ule ufalme niliacha rekodi yake. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nikipata kuku wako anataka kutaga, na mngojea mpaka amalize kutaga, nichukue mayai niondoke nikauze. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka siku moja niliiba kwa ndugu yangu pale. Tulikuwa tunaenda forest kwenye majani ya ng'ombe. Mimi nafsi yangu ikaniambia usiende nao. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikamwacha, nikamwambieni nyie endeni. Although tunaendanga wote siku zote, lakini siku hiyo niliwaambia nyie endeni, siendi. Nikarudi, wao wakaenda. Nilivorudi nikapitia kwao. Nilivopitia kwao nilikuwa nimepewa order ya speaker mahali. Bwana Yesu asifiwe. Nikaambiwa ukipata speaker niletee, nitanunua. Na mimi nilikuwa najua kwao kuna speaker mzuri. Bwana Yesu asifiwe. So nikawaacha wakaenda forest, mimi nikarudi nikafungua kwao vizuri, na walikuwa wamefunga vizuri, lakini mimi hata sijui nilifunguaje. Nikaingia ndani, nikachukua speaker, nikamaliza, nikaenda nikauza. Bwana Yesu asifiwe. Wandugu wanarudi forest, wanaangalia ndani kwao kumefunguliwa, vitu speaker zao zimechukuliwa. Wanauliza huyu ni nani? Kwa sababu ya tabia zangu walisema huyu lazima ni Baha. Bwana Yesu asifiwe. So mimi kwa sababu walikuwa wanajua mimi ni mkorofi, hawakukuja hata mtu mmoja. Walikuja wajomba zangu kama 3. Ndio wakuja wanishike, wakanitandika kwanza. Hata before niseme, nilipigwa kwanza. Nilipigwa mpaka karibu nasikia sasa naweza enda. Ndio nikawaambia sasa, unajua nini? Speaker nimeuza kule bana. Bwana Yesu asifiwe. So kwenye ufalme ambao ulikuwa unatenda, kama uko kwenye ufalme wa Mungu, kuna vitu pia unafaa kuvifanya na uache historia the same kama ulivyoacha upande wa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. So kama nilikuwa mwizi pande ile na nimeacha desturi nilikuwa mwizi, na pande hii nitaacha historia gani ambayo wakati ambao jaribu litakuja itanitetea mimi? Bwana Yesu asifiwe. So wokovu sio neno tu, si maneno tu. Yaani sio kukiri tu, kuja kanisani na kuomba na kuondoka. No, kuna zaidi ya hapo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani inabidi ujitoe kufanya kitu. Yaani ujitolee kufanya vitu ambavyo havina faida kwa sasa kwako, lakini baadaye vina faida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikikumbuka hali ya huko nyuma, hata nikienda nyumbani saa nyingine nasemaga, yenyewe Mungu ni mzuri. Naambia hivi, unajua ni mimi nilikuwa naibanga tumayai. Bwana Yesu asifiwe. Kuna duka moja nilikuwa nauzianga mayai. Tena siku moja nimeiba mayai ya baba wangu mkubwa, anaitwa Michael.
nimeiba mayai yake kama 5. Nikaenda nikayauza kwa duka ingine hapo. Sasa baada ya kuuza duka ingine, yeye ameteremka huko porini, anajua mayai yake yuko pale, anaenda kufanya mambo yake, anarudi anakuja anakuta hakuna. Sasa akaja akauliza mamangu, kuna mtu umemwona kwangu? Mimi nasikia. Nikamwambia hapana, mimi sijamuona. Mamangu akasema sijui, sijafika huko. Akaenda kwa duka lile niliuza mayai. Bwana Yesu asifiwe. Akamuuliza, kuna mtu ameuza mayai hapa leo? Akamwambia ya, kuna mtu ameuza mayai hapa. Anamwambia ni nani? Akamwambia ni baba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mzee wa watu amekuja nyumbani, akamwambia huyu mtoto wenu ndo ameiba mayai yangu. Wanakataa. Bwana Yesu asifiwe. Akasema mimi sijui, nani amekwambia? Akasema ameuza pale kwa duka fulani. Bwana Yesu asifiwe. Si nikwambia acha nilipigwa. Bwana Yesu asifiwe. Nilipigwa kama mwizi, yani kama mwizi halali. Bwana Yesu asifiwe. So sometime nakumbukanga hivyo vitu, nasema Yesu ni mzuri. Je, kama ingekuwa sijaokoka, je wakati huu ingekuaje? Bwana Yesu asifiwe. Ningelikuwa ama kipi ningekuwa nakitenda kwa sasa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. So nakufundisha nini? Kwenye ufalme huu ambao umeuingia, unahitaji kutenda vitu ambavyo vitakusaidia baadaye. Yaani weka record ambayo mtu atasimama nayo akusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Weka record ambayo mtu atasimama atende nayo kazi ukifanya. Yaani ikusaidie kutoka kwenye tatizo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kama sasa hivi nije niseme Beni ni mwizi, hapana. Mimi nitasema hapana, Beni si mwizi. Kwa sababu gani? Najua tunashiriki na yeye kanisa moja. Hiyo tayari nimemtoa kwenye tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini je, wewe una kipi ambacho kitasimama wakati ambapo uko kwenye kuangamia, kwenye hatari? Yaani wakati ambao umekaribia wewe kupotea, una kipi ambacho kitakutetea? Kipi ambacho umekiweka mbele ya Mungu kitakutetea? Ama ndo utakufa? Bwana Yesu asifiwe. Tuseme wewe sasa ndo Dorcas, ungekuwa umeenda ama ni aje? Bwana Yesu asifiwe. So tunahitaji kutafuta cha kufanya. Tusikuje tu kanisani kwa lengo la kuabudu na kuondoka. Bwana Yesu asifiwe. Kuabudu peke yake haitoshi. Kuimba peke yake haitoshi. Kusujudu peke yake haitoshi. Tunatakiwa kwenda zaidi ya hapo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani inatakiwa kutoa gharama zaidi ya hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kama Yesu ilimgharimu uhai wake, wewe si unatakiwa utoe zaidi ya hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ilimgharimu uhai ili wewe uwe mzima, ili wewe leo usimame uzungumze habari zake. Sasa wewe kipi ambacho kimekugharimu kikubwa kuliko cha kwake? Kitakacho kutoa kwenye tatizo wewe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wokovu si maneno matupu. Wokovu si kuimba. Wokovu si kuokoka tu afu umalize uketi. No, kuna vitu vya kufanya. Kuna matendo ya kufanya. Watendee wengine mema. Mtu ana uhitaji, msaidie. Ukikutana na mtu ana uhitaji, una uwezo, msaidie. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio wokovu ambao Yesu aliuleta. Maana akasema pendaneni, yani amri kuu nawapa nyinyi, pendaneni. Yani manake mtu ambaye anampenda mtu hawezi kumuona akigafilika amwache. Hawezi kumuona akiteseka hamwache, na ana uwezo wa kumsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana unavomsaidia haina faida yoyote kwako kwa wakati huo, bali wewe ndio inakugharimu. Lakini usijali, tenda kwa uchungu, tenda. Bwana Yesu asifiwe. Baadaye kuna matokeo. Baadaye kuna matokeo mazuri, yatakusaidia wewe kufika kwenye hatima yako. Yatakusaidia wewe kutoka kwenye hatari. Yatakusaidia wewe kufanikiwa sehemu fulani. Kuna vitu huwezi kufanikiwa kama watu hawajakusaidia. Yaani kama huku watendea watu wema wakasimama na wewe. Kuna vitu huwezi kufanikiwa. Ukiona niko chini ya baba yangu, manake mimi nataka kufanikiwa.
Wewe naye ukiona kuna kitu ambacho yani kuna mtu ambaye ana uhitaji kwako, msaidie. Akifanikiwa wewe kuna mahali atakuja kukutoa. Yawezekana kwa wakati huo isikuwe na faida. Yawezekana isikupeleke popote pale kwa siku hiyo, lakini siku moja itakusaidia. Utakuja upite mahali wakwambie, unakumbuka siku fulani ulinifanyia hivi, sasa mimi acha nilipe kwa hiki. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati huo unakuanga ni wakati wa shida. Mungu hakujagi kurudisha majibu wakati ambao una furaha. No. Wakati ule ambao una uhitaji ndio anakujanga. Wakati ule ambao umekata tamaa, umefika mwisho, mawazo yako ya kibinadamu yamefika mwisho, hujui ufanye nini, hapo ndo Mungu anakuja. Hapo ndo Mungu anakuja kujitokeza. Na anajitokeza kwa sababu gani? Kuna kitu ambacho ulikifanya. Bwana Yesu asifiwe. Na atakapojitokeza agundue kwamba hakuna chochote kilichokifanya, utaangamia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. So, wokovu unahitaji gharama. Unahitaji kujitoa. Inahitaji kutenda mema. Inahitaji kuwatendea wengine mema. Usiangalie tu machoni mwako, usiangalie tu upande wako. Usijivutie tu nguvu upande wako. Usivutie tu faida upande wako. No, angalia pia na wengine. Bwana Yesu asifiwe. Waangalie pia na wengine. Mtu mmoja nilikuwa nazungumza naye uko kazini kwangu. Akaniambia, nyinyi mnasemanga mmeokoka. Wakati matendo yenu ni machafu tu kama watu wengine. Nikamwambia kweli, sio kila mtu anayesema ameokoka. Pengine wewe ulikutana na mmoja wale wachafu. Na imaanishi kwamba mtu akiwa mchafu ni wote wachafu. Akaniambia, wapi wewe? Sasa mimi nitajuaje wewe ni msafi? Nikamwambia, mimi sitaki unijue mimi ni msafi. Kile kitu ambacho nataka nikusaidie, angalia matendo ya mtu ambaye ameokoka before umjudge. Angalia njia zake, yeye ni nani, yani anaishije, kinywa chake kinazungumza nini. Si unataka kujua mtu ambaye ni mkweli? Chunguza njia zake, kauli zake ni zipi akiwa huko nje na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia wokovu unahitaji mtu ambaye amejitoa sadaka. Maana yake ni ngumu. Kwa nini nasema ni ngumu? Wokovu si rahisi, vita ni vingi. Kuishi na watu ambao wanamzungumza Mungu wako vibaya na wewe uko katikati yao ni vigumu, kwa sababu already wewe unawapinga. Bwana Yesu asifiwe. So before wakusikilize wewe, wanyoke kwenye mstari ambao unawapeleka wewe, utakuwa umefanya kazi ngumu. Bwana Yesu asifiwe. That was nikamwambia, wokovu, ukija kwenye wokovu mimi naweza kukaribisha, lakini before ukuje ujue wokovu ni mgumu, si rahisi. Na ukuje ukijua kwamba wokovu ni kujitoa sadaka. Hakuna mtu ambaye ameokoka kwa kumaanisha hajajitoa sadaka. Kama huwezi kujitoa mwili wako sadaka kwa ajili ya wokovu wako, manake wewe bado hujaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sababu Yesu akautoa mwili wake sadaka, akasema kwamba atakayekufa pamoja na kufufuka na mimi, huyo ndio atakayeokoka. Yaani mtu akifa pamoja na mimi na akifufuka huyo tayari amekwisha kuokoka. So kama wewe hujakubali kufa, au hujakubali kujitoa mwili wako sadaka kwa ajili ya Mungu, wewe bado yani ndio unaanza, yani bado sana. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka ufike stage ya kusimama useme nimeokoka, nimesimama nimeokoka, maana yake mwili wako ulishakufa ukafufuka tena. Sasa ule ambao uko hai ni Kristo yuko ndani. Bwana Yesu asifiwe. So huwezi kwenda mahali kama wewe hujajitoa kwenye wokovu wako, na kama hujajitoa huwezi kufika popote. Bwana Yesu asifiwe. That wise unaona kwamba hawa watumishi wa Mungu majibu yao yanatokana na vitu ambavyo walivifanya. Yani walijitoa sacrifice. Yani walilipa gharama ndio waweze kupokea vile ambavyo wanavipokea.
Bwana Yesu asifiwe. The same, wokovu ni kulipa gharama. Ili uweze kupokea kile ambacho unakihitaji, lazima ujitoe sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Unataka kwenda mbinguni, lazima ujitoe sadaka. Yeye ndo njia. Kuna njia nyingine. Maana ukitaka kumpata Yesu, lazima ufe kwanza pamoja naye, na ufufuke pamoja naye, ndio ukutane na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. The same, ukitaka kubarikiwa, unaambiwa fanya kazi. Ukitaka kupokea kitu fulani, kila kitu kiko kwenye maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka ushindi, kuna maombi ya kuomba. Ukitaka kufanikiwa, kuna vitu vya kufanya. Yaani hakuna kitu ambacho unakipokea tu from nothing. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hakuna kitu tu unakipokea kwa kuomba. Angalia mtumishi wa Mungu Ana alikuwa ameolewa na Penina pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya hao watu wawili kuolewa, mmoja akawa pati mtoto ambaye ni Ana. Lakini yeye kwake ilikuwa sawa, yani ilikuwa hakuna tatizo lolote. Bwana Yesu asifiwe. So yeye alikuwa anaishi comfortable, ingawa yani hapati mtoto, lakini alikuwa anaishi comfortable. Angalia Mungu anachokifanya. Mungu anakuja anamgusa Penina, anamwambia kwamba chokoza huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe. Lengo la Mungu kumchokoza ni nini? Hakuwa ana kitu chochote ambacho amekifanya mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo Mungu amemfunga, lakini hakuwa na kitu chochote ambacho amekifanya mbele za Mungu. That was anachokozwa. Baada ya kuchokozwa, tunaona kwamba anaenda madhabahuni akilia, akiumwaga moyo wake mbele za Mungu, akitoa machozi kama mtu mjinga, mpaka mchungaji wake anamuuliza, utalewa mpaka lini? Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kuulizwa utalewa mpaka lini, ujue tayari amekwisha kutoa agano, yani amekwisha kuweka nadhiri. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ambacho Mungu alikuwa anataka kwa Ana ni afanye kitu ambacho kitamtetea ili kupokea kile ambacho anakihitaji. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba eti ukae tu nde na unahitaji kitu fulani. No, ili upate kitu fulani lazima ufanye kitu. Bwana Yesu asifiwe. Angalia ukisoma kitabu cha nafikiri Luka 7 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Tunaona kuna mtu mmoja ambaye alikuwa mtumishi, unaweza nisomea? Tasoma Luka 7 kwanza mstari wa kwanza. Inasema, alipokwisha kumaliza maneno yake yote masikioni mwa watu, aliingia Kapernaumu, na mtumwa wake akida umoja alikuwa hawezi karibu na kufa, naye ni mtu aliyempenda sana. Aliposikia habari za Yesu, alituma wazee wa Yahudi kwenda kwake kumwomba haje amponye mtumwa wake. Naye alipofika kwa Yesu, alimsihi sana akisema, amestahili huyu mtendee neno hili, maana analipenda taifa letu, naye alitujengea sinagogi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. So unaona hata huyu pamoja na kwamba ni mtumwa wake, ana uhitaji. Kitu kilichomsaidia mtumwa wake kurudi uzimani ama kuwa mzima ni kitu ambacho alikitenda zamani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaona wale wazee wanatumwa kwa Yesu, wanamwambia huyu anastahili kutendewa jambo hili. Kwa nini? Analipenda taifa letu kwanza. Yaani anatupenda sisi watu ambao tumeokoka. Second, alitujengea sinagogi. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake alitutengenezea mahali ambapo tunaabudu. Hivyo vinatosha. Yaani vinatosha kumrudisha mtu. Bwana Yesu asifiwe. Tatizo wewe unataka urudishiwe, upokee na hakuna chochote umefanya. Yaani unataka Mungu yeye akutendeage tu, lakini wewe kutenda kwake no. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wewe unataka kupokea tu. Yaani ukienda mahali wanasema pokea, my friend, unafurahia. Yaani mbingu inaweza teremka saa hiyo hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ikifika wakati ni wewe unatakiwa kupanda, unakunja sura yako. Kwa nini? Alafu unataka Mungu ajibu. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kufika kwa njia hiyo. Tutaishia njiani wote. Ikiwa tutasimama kwenye mstari huo, tutaishia njiani. Kwa sababu gani? Hakuna kitakachotufanya tuwe hai tena tuweze kuendelea. Pindi mauti itakapokuja, sisi tutaangamia.
Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitakachosimama kiweze kututetea. Jaribu litakapokuja tutateketea tu. Bwana Yesu asifiwe. Mtuma huyu akida mmoja anasema kwamba baada ya Yesu kwenda, akikaribia kwake, akatuma watu wengine tena, akamwambia mimi hata haustahili kukaa na mimi, yani hustahili kukaa kwenye dari yangu, lakini sema tu neno hapo mali huko, mtumwa wangu atapona. Haimaanishi kwamba huyo alikuwa mtu mzuri sana, lakini kile ambacho alikuwa anakitenda kilimpea nafasi ya kupokelewa ombi lake. Bwana Yesu asifiwe. Kilitoa nafasi ya kupokelewa ombi lake, na yule mtumwa wake akawa mzima tena. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya hayo, ujue kwanza Yesu alitamka na akapona. Kisha akasema kwamba yeye tokea ameanza kuhubiri hajawahi kukutana na imani kama hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tokea ameanza hiyo Israeli mzima hajawahi kukutana na imani kama ya yule jamaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Yeye alitenda na baadaye akaamini. Yaani yeye alifanya pati mbili. Hakutenda tu, alitenda na baadaye akaamini, ikakuwa. Bwana asifiwe. So cha kutusaidia ni kipi? Ukipata nafasi ya kutenda wema, tenda bila kusita. Bwana Yesu asifiwe. Ukipata mtu ambaye ana uhitaji, msaidie. Ikifika ni kazi ya Mungu, tenda bila kucomplain. Ikifika ni wakati wa kujenga huduma, jenga bila kucomplain. Wakati wa mavuno unakuja. Wakati wa mavuno unakuja. Ukisoma katika kitabu cha Wagalatia, Biblia inasema kwamba msidanganyike, Mungu hadhihakiwi. Kila utakachokipanda utakivuna. Bwana Yesu asifiwe. So kile utakachokivuna ndicho utakachokuwa umekipanda. Mawaidha yangu ni kwamba achana na kupanda vitu vibaya. Panda kitu ambacho kitakupa faida baadaye. Usipande kitu ambacho kitakuletea kilio baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna wakati tunakuwa tuna uhitaji. Na wakati uhitaji unapokuja, matendo yetu ndio yatatusaidia kutokana na pale tunapohitaji. Kutoka pale tunapohitaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Mungu ataangalia, je, unastahili kufanyiwa jambo hili? Kama wale wazee walivyokwenda kwa Yesu na kumwambia kwamba mtu huyu anastahili kufanyiwa hivyo. The same kwa Yesu sasa hivi ataangalia, je, wewe wastahili kufanyiwa hivyo? Kuna kipi ambacho umekifanya ambacho kitasababisha ufanyiwe hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tutende vitu ambavyo vitatupa faida baadaye. Tusiangalie tu faida ya sasa, kwa sababu tutaishia pabaya kama tukiangalia faida ya sasa hivi peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Nikushukuru wewe kwa kunisikiliza, na ningemalizia hapo. Mungu akitupa neema tutaendelea wakati mwingine. Pigie Bwana Yesu makofi mazuri. Amen. Hallelujah. Wangapi amebarikiwa? Situongezee mtumishi wa Mungu makofi mazuri. Hallelujah. Neno